Huyu mbunge wa X constituency akipeleka hiyo cheki ya 1 million, ataenda apigiwe makofi, aibiwe, akitoka kwa gate ya hiyo shule. Hii 1 million akiondoka tu hivi, kwanza anaondoka na 160,000. 160,000. Si mnaelewa ni ya nini? Yes. Nitanidi kusema kitu hapo. 16% ni nini? Hapo mnaelewa. Hiyo anaondoka nayo kwa gate. Alafu huyu contractor ameleta, huyo sio mtu ya serikali, ni mtu wa biashara. Na yeye anaangalia faida, the least 30%. 300,000. So, mbunge hajaiba, CDF chairman hajaiba, mwalimu hajaiba, lakini mbunge akipigiwa makofi akifika kwa gate hivi, anaondoka na 460,000. Ukiguza pesa ya CDF uanze kuweka interest, I can guarantee you hakuna kazi itaonekana constituency. Kwa sababu mbunge akiweka interest kidogo, fund manager anajua na yeye anaweka yake, chairman na yeye anaweka yake, mwalimu pia anaweka yake, huyu mwingine PMC anaweka yake. Hii pesa ilikuwa imebaki hapa 540,000, ile kazi itafikia raia, kwa sababu nyinyi wote mtakuwa mna harass huyo contractor, itafika ya 200. That is the truth. Lakini mimi nimekuja kuwasihi, si ati sitaki mtengeneze kitu, but I can guarantee you kazi ya CDF ukifanya kwa uaminifu, Mungu anakubariki kwa njia zingine. Na sitaki kuwachocha on it. Wacha watu wa staff ebu mkeni staff wote wa hapa Kiharu. Because naweza watetea CDF hawaguzi, but I can tell you all of them without exemption, isipokuwa huyu alijoin juzi na wale wengine wengi wako nje, hakuna mtu hakai kwake na hakuna mtu hana gari hapa, isipokuwa maybe huyu alijoin juzi na Kamunyo came the other day. I can guarantee you at least hao wamesimama mpaka Martin sijui yako wapi, hakuna mtu hana kwake na hana kagari na haguzi CDF. What am I trying to say? Wewe ukichukua mikono yako uondoe katika CDF, Mungu ako na njia mingi ya kubariki wewe. Your association with the member of parliament is already some capital. So kaeni chini na wasisi tu hiyo, kwa sababu hii maneno yote tunasoma hapa. Take 1 million. Wenye tuko nyuma tunaona Kiharu primary, hakuna shule kama hiyo, lakini just for demonstration, Kiharu primary. Then constituency X primary, sitaki kusema ine. Hivi ndivyo tulifanya kazi. Nikipeleka hii check na huyu MP apeleke hii check, both 1 million. Huyu mbunge wa X constituency akipeleka hiyo check ya 1 million, ataenda apigiwe makofi, aibiwe, akitoka kwa gate ya hiyo shule. Hii 1 million akiondoka tu hivi, kwanza anaondoka na 160,000. 160,000. Si mnaelewa ni ya nini? Yes. Nitanidi kusema kitu hapo. 16% ni nini? Hapo mnaelewa. Hiyo anaondoka nayo kwa gate. Alafu huyu contractor ameleta, huyo sio mtu ya serikali, ni mtu wa biashara. Na yeye anaangalia faida, the least 30%. 300,000. So, mbunge hajaiba, CDF chairman hajaiba, mwalimu hajaiba, lakini mbunge akipigiwa makofi akifika kwa gate hivi, anaondoka na 460,000. Now, hii yetu tumepeleka hapa from, do you know how we manage? We manage like accrual account. Pesa ikiingia tunatoa 5% ile admin. From there, mchanga ikikuwa ordered inalipwa from this account, which mtaelezwa maneno ya procurement ya hiyo later. So, without stealing, without anything, our work will be double than yours. Miaka yangu ya kwanza nikiwa first term ilipotelea chini, kwa sababu tulikuwa bado tunatafuta bearing ya vile tutafanya kazi ya CDF. And I remember our first year nilipata pesa kwa account left by the former MP, because Kiharu is very expensive. Tulikuwa tunapea shule kidogo kidogo, 400,000, 500,000, ile mingi ilikuwa 600,000.
So nikaenda, nikapeleka 400, 500, 600, nikapigiwa makofi. Then mradi ikiisha, ilikuwa nirudi kufugua. Mimi nilikuwa naenda, nilipeleka check last term, kazi imefanyika. Naenda next term kulaunch. Nikifika shule kulaunch, si unapelekwa round vile mnafanyanga. Ukifika shule nyinyi mnaelewa. Muhesha kifika anapelekwa round katika madarasa zile zimetengenezwa. Walimu kabla wanishukuru, unajua wazazi wamekaa pale wanatugoja, nipelekwe round, then niende pale tuongee na wazazi, niwaambie mnaona kazi tunafanya shule. Mimi nikipelekwa round kabla mwalimu aniambia asanti, alikuwa anaenda akiniambia, sasa angalia watu ulituma, hii floor yote imetokana, angalia ile dirisha waliweka. It was kazi ya upuzi. Tukaona iko njia. Na iko njia ya kufanya kazi yenye wananchi wataona na kazi quality. Tukakama hapo na kitu inaitwa labor based. Labor based ni mzito, wacha niwaambie. Because it heavily relies on the honesty of people. Tukaanza hiyo kazi. Kuanza labor based hii ni nini? Nilikuwa nikikampaign, my slogan hapa ni tunyorokie Kiharu. Tunyorokie ni kusema to smoothen. Sasa ilikuwa tunaweka madarasa tiles. Tukaona sasa tukienda na ile pace ya macontractor we will not scratch the surface. So ndio tukachukua hiyo labor based. Hii labor based tukaona nini hatuna? One, kuna mafundi wengi Kiharu, but being a rural constituency, mafundi wa tiles ni wachache. So what did we do? Tulienda tukachukua mafundi 150. Already mtu anajua ufundi kidogo. 150. Tukaenda tukawa train. Tulifanyia kosi hapa Kiharu ya 2 days. Wakakuwa trained on professional fixing of tiles. Na nani walifanya hiyo kazi? Nilikuwa nimeenda Typhoid Tiles. Already nikaonegotiate nao maneno ya tiles na nikawaambia wakuja wa train, so they trained for free. 2 days mafundi wetu wakajua kuweka tiles. Then professional painting, unajua painting inakaanga kitu rahisi until you start kujaribu. Tukaona tulikuwa na upungufu wa professional painters. Nikaenda Crown Paints. Nikaongea na hao wadosi. Wakatupea watu wao, wakakuja wakatrainia mafundi for 2 days, another 150. So tukakuwa na mafundi wetu labor force ya kutosha kufanya ile kazi tunataka kufanya. Then tukaangalia nini inafanyaga mbunge abiwe hafanyi kazi. Ni vitu mbili. One is quality. Second is quantity. On the quality side, what is it? On the quality side tukaona katika mijengo ni maneno ya kucompromise mixing. Hiyo ndio quality. Na kuweka chuma kwenye istahili, na kuweka mabati mzuri, kuweka bao mzuri. Basically ni quality ya ujenzi. Because the work of an MP is measured by mijengo sana sana. Vitu zinaonekana kwa macho. So tukaona to guarantee quality, tukafanya kitu moja. Tukaenda tukanegotiate na manufacturers wa zile vitu tunaona quality inastahili ya juu. Ya kwanza ni tiles. Hapa Kiharu we only put grade A tiles. Hakuna quality ingine, ni ile ya juu sana. How did we do it? First of all, you know what you want, then you work backwards. That is what we did. So mimi mwenyewe I went to Typhoid Tiles. I negotiated. They gave me their dealers, and we agreed any tile that is coming to Kiharu must be the highest quality. So quality is guaranteed. Second, hao tu wanaleta simiti, kitu unaweza compromise nayo ni pahali unafaa uweke adhesive cement, uweki. Wakakuwa wakileta, wanaleta pamoja na accessories. Adhesive cement, cement ya kutosha na to spacer. So ikakuwa hiyo quality ya tiling is guaranteed. Let me tell you one thing. The tiles we put in my first term, kama na huko 2018, hakujawahi repair hata tile moja. Even one. Then paint. Paint mkiangalia ni kitu inaonekana na macho lakini inaweza aibisha mbunge. Ukiweka paint it peels off. Inaonesha kazi yote ni bofu. So hapa Kiharu tunaweka only 2. I'm not campaigning for them, but we only use Crown or Duracoat. And we've already negotiated with them. I remember one time, because I went personally, I negotiated for a
price which was 30% of the dealer's price. Dealers wakazusha, dealers wakaleta shida, wakasema watu wa Kiharu mnawapea hata na bei ya chini kuliko sisi kama dealers. Wakaterminate contract. Nikatafuta another manufacturer, wacha nisiseme mshajijazia. Nikaenda na invoice. Nikawaambia mimi nataka niwapee hii biashara, lakini you match these prices. Wakatupea wale wengine nilikuwa nimetaja hapo. That is how we are able to guarantee low quality, low prices, high quality, then a lot of work is seen. Which member of parliament here can afford through his NGCDF to build classrooms, plaster them, put windows, put roof, put tiles in the classroom, cabros in the... Mr. Speaker, which member of parliament can afford to do that here? With a mere resources of 100 million shillings, Mr. Speaker, and advertise on Citizen Primetime News. Which member can do it? Can you raise up your hand if you can do that? None of the 349 members of this House, Mr. Speaker, can afford to do that. That can only be done by somebody who has access to bigger resources than any other member, Mr. Speaker.